Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kuandika email au barua pepe. Na email ni moja kati ya njia ambayo mara nyingi watu wanaifahamu kama sehemu ya njia za kutuma maombi ya kazi. Japo sio kweli kwamba email ni kwa ajili ya kutuma tu maombi ya kazi. Email ni kama njia mojawapo ya mawasiliano, njia ambayo hutumika pia kwenye upande wa kufanyika kama njia ya kuomba kazi au ajira. Sasa unapokuwa unafanya au unataka kutuma email ya aina yoyote na unahitaji kuambatanisha au kuweka viambatanisho kwenye hiyo email yako, unahitajika kuviandaa kwanza hivyo viambatanisho kabla ya kuweza kuanza kutuma email au kuanza kuandaa email ili uweze kuituma. Viambatanisho hivyo vinaweza vikawa ni dokumenti muhimu ambazo unahitaji kutuma katika hiyo email yako. Dokumenti kama vile CV, application letter, vyeti na kadhalika. Hivi unaviandaa vinakuwa katika mfumo wa PDF. Naweza kuviandaa kupitia Microsoft Word ukaviconvert vikawa PDF, lakini viwe tayari kabla ya kuanza kutuma email. Yaani baada ya hapo kunakuja kwenye upande wa email, unaweza ukatumia simu yako au ukatumia kompyuta yako. Kama una uwezo wa kuaccess kompyuta na kushauri utumie kompyuta, inakuwa ni rahisi zaidi na inakuwa nzuri zaidi. Ukisha ingia kwenye upande wa email, utakuja kwenye kubonyeza neno compose. Hapo sasa ndio unaanza kuandika email mpya ambayo unahitaji uitume. Sasa hapa kwenye kucompose ama kwenye uandishi wa email mpya kuna sehemu kuu tatu. Kuna sehemu ya juu kabisa ambayo inaandika to, na sehemu ya pili ni subject, na sehemu ya tatu ni sehemu ya uwazi mkubwa sasa ambao ndio ujumbe halisi ambao unataka kutuma unaoandika. Tukija hapa sehemu ya juu hapa kwenye to au recipients, hapa ni sehemu ya wewe kuweza kuweka email za yule mtu wa pili unayemtumia au sehemu ya pili unapotuma, kwa sababu anaweza akawa mtu, kampuni au taasisi, whatever. Sasa hapa ndio utaandika sasa email ya mtu wa pili au sehemu ya pili unapotuma. Unaweza ukaandika tu herufi chache then ita pop up kuweza kukuonyesha kwamba hiyo email unayoandika ipo. Kwa mfano unaweza ukaandika wazaelim@gmail.com. Baada ya hapo utaona ina pop up kwamba email ya mhusika ni huyo hapa. Hakikisha ukishaandika ipop up ili kuonyesha kwamba ile unayoandika email ipo, kwa sababu unaweza ukakosea herufi na ukatuma sehemu ambapo haukutarajia wewe kuweza kutuma. Bakisha pop up hapo juu una click then inakuwa sawa. Sasa sehemu ya pili ni hapa kwenye subject. Hapa kwenye subject ni sehemu ambayo muombaji au yule mtu anayetuma email sasa anaandika kwa ufupi kile anachokusudia kukituma. Kama ingekuwa ni kwenye barua za kawaida tunaweza tukasema kichwa cha barua. Lakini hapa ni subject. Au utaandika vile vile kama vichwa vya barua ambavyo vinaandikwa. Unaandika kwa ufupi zumuni kubwa la hiyo barua. Kwa mfano unaweza kaandika application for internship. Unaandika na hiyo nafasi unayoomba. Business administration, application for internship, business administration. Unaweza ukaenda mbali, mwishoni kabisa ukaweka na jina la wewe mnayetuma hayo maombi au unayetuma hiyo email, lakini hata usipoandika jina haina shida. Na baada ya hapo sasa hapa kwenye subject, hapa kwenye subject cha muhimu cha kuzingatia ni kwenye uandishi wako. Unaweza ukachagua kuandika kwa herufi ndogo, lakini herufi za mwanzo kwenye kila neno, kwa mfano A hapa tunaona application imeweka herufi kubwa, afu zingine ndogo. Kuna neno lingine internship hapa kaandika I kwa herufi kubwa lakini herufi zingine ndogo. Kwa hiyo unaweza kaamua kutumia huo mfumo au kaamua kutumia herufi kubwa zote. Yote ni sawa, haina shida. Hapo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu sasa hii ambayo ina uwazi
ambayo tunasema sasa ndio wewe, sehemu ya wewe kujimwaga sasa baada ya kupita hizi sehemu ya kwanza kwenye to au recipients subject. Sehemu ya 3 inayokupa nafasi ya wewe kuweza kuandika kile ambacho unataka kukituma. Lakini hapa kwenye sehemu ya 3 bado kuna sehemu ambazo zinaendelea. Sehemu ya kwanza kabisa hapa au sehemu ya 3 kwa ujumla ni sehemu ya salamu au greetings. Hapa kwenye salamu unatakiwa kutumia lugha ya heshima unapoanza. Kwa mfano unaweza ukatumia dear sir au madam au ukasema hello Mr. John. Hii ni kama unamjua yule mtu ambaye unamtumia. Kwa mfano unaweza ukawa unamtumia labda mfanyakazi mwenzako katika kampuni au unamtumia mtu ambaye mjua, kwa hiyo unaandika tu jina lake direct kwamba mlengo anamfahamu. Lakini epuka tu kutumia yale maneno ya kihuni, kwa mfano hello, hi. Tumia maneno ambayo ni official, hasa kwa hizi barua ambazo tunakuwa tunaomba ajira au za kuomba kazi. Namba 4 au hatua ya 4 ni kwenye sehemu ya utambulisho. Kujitambulisha sasa wewe unayetuma hiyo email. Hapa kwenye utambulisho unatakiwa kujitambulisha tu kwa ufupi. Jina lako na sababu ya kuandika hiyo barua pepe au hiyo email. Kwa mfano unaweza ukaandika maneno hizi: Asha Musa, a recent diploma graduate in business administration. Baada ya hapo unaandika lengo la hiyo barua ila kuandika hiyo email ambao amesema kabisa moja kwa moja, anasema I'm writing to apply for office assistant position as advertised. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona hapa ni maneno machache lakini yamebeba vitu muhimu. Kwanza ni kujitambulisha na kusema kwamba wewe ni nani, kwamba wewe ni fulani, umesoma nini, umesomea nini, moja kwa moja amesema. Cha pili akaandika na dhumuni la kuandika hiyo email. I'm writing to apply for office assistant position as advertised. Amemaliza kwa ufupi kabisa. Sehemu ya 5 ni kiini cha ujumbe, main message. Sasa hapa kwenye kiini cha ujumbe ni kuelezea kwa ufupi na kwa mpangilio lengo lako la kuandika email. Mfano unaweza kuandika I'm highly interested in contributing to your organization. Attach this email my CV, academic certificates for your review. Andika kwamba lengo la kuandika hii email ni kuweza nipo interested kufanya kazi katika organization yako au kampuni yako. Nimeattach CV pamoja na vyeti vingine vya kitaaluma ili uweze kureview na kujihakikishia. Kwa hiyo hapo tayari anakuwa amemaliza kwenye kiini cha ujumbe kwenye hiyo email. Na sehemu ya 6 ni hitimisho au closing statement. Hapa ni kuna vitu vya muhimu kama vile vya kuconsider au vya kuzingatia, ni kama vile kutoa shukrani na utayari wako. Unaweza kaandika thank you for considering my application, I look forward to your feedback. Kwa kiufupi tu, yani usicomplicate mambo, usifanye mambo kuwa magumu. Hapa kwenye upande wa namba 6 kwenye kuaga kwa heshima, sasa kwenye hapo formal sign off. Baada ya kuandika kila kitu kwenye formal sign off, unaweza ukatumia maneno kama you are faithful, kindly, courteously, sincerely. Baada ya hapo unaandika jina lako, unaandika na mawasiliano. Kwenye mawasiliano unaweza ukaandika namba yako ya simu pamoja na email ambayo unaitumia wewe. Lakini unapokuwa unaandika email kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia au tips muhimu. Sasa hapa kwenye tips, kwanza kabisa epuka kutumia lugha za matani au slang. Yaani yale maneno ambayo sio rasmi, ni kama vile ya utani tu ambayo unaweza kutumia kwenye sehemu ambazo sio official. Usitumie katika unapoandika email, hasa email rasmi kama vile za kuomba kazi au za kiofisi. Na pia tumia lugha fupi, rasmi na iliyo ya heshima. Usiandike maneno mengi ya kuzunguka. Enda straight. Kama ni kujitambulisha, jitambulisha moja kwa moja. Kama ni kuandika lengo, andika lengo lako la andika email moja kwa moja. Na kitu kingine,
kabla ya kutuma hiyo email ambayo umeiandika, unatakiwa kusoma kabla ya kutuma. Yaani isome tena ili kuepusha makosa ya herufi au herufi kubwa au uchanganya herufi kubwa na ndogo. Kwa hiyo soma kwanza. Pia tumia attachment vizuri. Weka CV, barua ya maombi, vyeti kama PDF na si screenshots. Hapo zingatia, weka attachment zako vizuri. Ndio maana mwanzo nilisema kwamba unatakiwa tayari uwe umeandaa vitu kama CV, barua ya maombi au vyeti kwa mfumo wa PDF ambavyo tayari umeshaviandaa. Baada ya hapo sasa inakuwa rahisi tu wewe kuattach na kuattach vile vitu ambavyo wewe unahitaji kuweza kuviweka katika email yako. Unakuja chini huku kuna kialama hiki hapa kwenye sehemu ya neno attach. Ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye dokumenti zako na utachagua document unayotaka kuattach na ukishaichagua uta-click kuattach na utakuwa umefanikiwa kuiattach. Baada ya hapo unakuwa umekamilisha katika uandishi wa email. Kwa mfano hii hapa email tayari imekamilika kwa ajili ya kutumwa hapa. Tumeona sehemu ya kwanza imeandikwa email ya mhusika anayetumiwa au tu. Sehemu ya pili imeandikwa subject kwamba job application office assistant position. Akaanza akatoa salamu, baada ya hapo akajitambulisha. Baada ya kujitambulisha akasema yeye ni nani, amesomea nini, kaandika na lengo. Pia akaja akatoa lengo sasa mahususi la kuandika hiyo email. Kaandika na vitu ambavyo yeye ameweza kuattach au kuambatanisha katika email yake. Baada ya hapo akatoa maneno ya shukrani, you are faithful, akaandika majina yake pamoja na namba ya simu na email ambayo anaweza akapatikana endapo atahitajika kuitwa katika usaili au kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo hapa ni fupi na ni clear. Kwa hiyo baada ya hapa kinachohitajika labda kama kuna attachment ambazo unahitaji kuattach, utakuja kwenye hii alama hapa attach files, select file zako ambazo tayari utakuwa umeshaziandaa, unakamilisha. Unakuja unabonyeza hapa send, unakuwa umetuma. Au unaweza advanced huku ukaja ukapanga muda ambao unataka kusend, lakini ni vyema zaidi tuishie tu hapa kwenye upande wa kusend moja kwa moja kwa sababu kwenye advanced zaidi. Kwa hiyo ukibonyeza send moja kwa moja inakuwa imeenda. Na email huwa ni njia ambayo ukituma moja kwa moja mtu anaipata muda huo, sio kama barua unatuma tamfikia mtu paka ipitie mikono ya watu ndio ije mfikia. Hii ukituma moja kwa moja inamfikia mhusika.